Naam. Karibuni tena mara nyingine katika stories za Daddy. Na leo katika stories za Daddy nimewaandalia hadithi moja. Ilivyo ni kwamba mnajua kwamba katika dunia ambayo tunaishi iliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na humu duniani kunapatikana wanyama, ndege na vitu vingi tu ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba. Hivyo basi mnaelewa kwamba kuna baadhi ya wanyama ambao wanawategemea wanyama wengine. Sana sana kama wakati wa mlo, binadamu hutegemea wanyama kama kitoweo. Pia kuna ndege ambao pia wakati mwingine wanategemea ndege wengine kama chakula. Na hapo zamani kabla ya mababu zetu kulikuwa na ndege wawili ambao walikuwa wenzi wakubwa sana. Marafiki wa kufa kupona. Marafiki wa kufa kuzikana. Hawa ndege wawili, mmoja alikuwa anaitwa mwewe. Simaanishi kipanga. Manake kipanga ni wa jamii ya mwewe na wote pia wategemea wanyama wengine kwa kitoweo. Sasa huyu mwewe alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa na kuku. Alikuwa ambaye anaitwa kuku. Sasa wakawa ni wenzi wakubwa. Kila jambo wanafanya pamoja. Wakitoka kwenda kutafuta vitu vya kudonadona wanafanya pamoja. Basi kama ilivyo desturi yao, siku moja wakaondoka na huyu kuku alikuwa na vifaranga wake. Akawapatia sheria na amri jinsi watakavyokaa nyumbani. Watoto wa kuku wakamwambia mama, tumesikia vile umetuagiza. Na huyu mwewe pia alikuwa na makinda. Unajua kwa wengine ambao hawajui, mtoto wa ndege anaitwa kinda na kwa wengi wanaitwa makinda. Sasa tukawa na vifaranga na makinda. Wote wamebaki wapi? Nyumbani. Lakini mama zao pia wameenda kutafuta. Wakaanza kucheza ilivyo kawaida ya watoto. Wanacheza, wanadonadona hapa na pale, wakila wadudu, wakila punje ambazo zilikuwa zapatikana mahali pale. Sasa ikawa kwamba hawa watoto wakaendelea hivyo. Lakini wafahamu kwamba kuku anapotafuta vitu vya kudonadona pale chini huwa anachakura chakura. Lakini ikawa sasa kucha zake zimekuwa refu sana, pia pamoja na za wanawe. Akaanza kujiuliza maswali. Wanangu, sijui itakuwa namna gani, manake kucha zimekuwa refu. Lakini akaamua kumwendea rafiki yake mwewe. Akamwambia, mwewe, watoto wangu kidogo wamekuwa wachafu na ningependa wawe safi. Mwewe akamwambia, mimi nitakupatia wembe ili uende ukakate zile kucha ambazo zimeanza kupenyeza kule nje. Rafiki yangu mwewe ni mtu mzuri sana na nitashukuru sana. Akamwazima ule wembe. Basi kuku akaenda zake nyumbani. Akakata watoto wake kucha, akachukua wembe ule akauweka mahala. Lakini wanawe walisahau kwamba mama yao alikuwa ameweka ule wembe mahala ambako atakumbuka haraka ili arudishe kwa mwenyewe. Lakini walipokuwa wanachakura wakitafuta vitu vya kudonadona, kwa bahati mbaya wembe ule ulitumbukia ndani ya shimo, usije ukatoka. Sasa ikawa kwamba kuku amepata balaa, ako hatarini. Akashindwa la kumwambia rafiki yake. Asubuhi ilipofika keshoe, alipema kwa nani? Kwa mwewe. Akamwambia, rafiki yangu kidogo nimekosea, sijui kama utanisamehe. Mwewe akaanza kutoa sauti. Akamwambia, kwani wewe umefanya nini? Eti umenikosea? Usije ukaniambia kwamba eti umepoteza wembe wangu. Sasa hapa tutafahamia, hataelewana. Kuka akajaribu kumuomba, akamwambia walikuwa ni watoto, walikuwa wanakula. Akamwambia hapana,
Sasa wewe umeficha wembe wangu, wataka kuutumia ili na wanangu pia wawe kama wako. Hapa sitapenda mambo yako sasa. Huko alijaribu kuomba lakini wakakosana. Na akamwambia hatutakosana tu, lazima ulipe. Umesema ni wanao ambao umepoteza. Sawa sawa. Kila napopita, iwe ni jioni, iwe ni mchana, hata asubuhi, nikiwapata wanao, takuwa namchukua mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Kuku aliingiwa na uoga. Ndio maana wakati huu ukimuona kuku anadonadona, ghafla muone nani? Mwewe. Watatoroka. Na mwewe akimpata mwana kuku, kifaranga, anambeba na kuenda kumwandaa nini? Kitoweo. Hiyo ndio maana unaona kuku hawawiani sasa na nani? Na mwewe. Rafiki yangu, hiyo sio hadithi tu. Kuna mambo kadhaa pale. Jambo la kwanza, ukiazima kitu cha mtu, hakikisha kwamba unakilinda vizuri, unakitumia vizuri. Manake watu wote sio sawa. Wengine wanajifanya marafiki, kumbe sivyo. Asanteni sana. Lakini ikiwa hadithi ni nzuri, unaweza kusubscribe, unaweza like, pia you can share. Na hii ni Moving Pictures Kenya, na hadithi mmeletewa na nani? Na Mwalimu Ambrose. Asanteni.